Tumsifu Yesu Kristo. Karibuni katika tafakari ya leo, ikiwa leo ni Ijumaa ya juma la 6 la Pasaka. Leo mama kanisa anafanya kumbukumbu ya Bikira Maria mama wa Fatima. Lakini pia leo tunaanza novena ya Roho Mtakatifu, ambapo tunaalikwa kumwomba Roho Mtakatifu aje tuangaze, atutie nguvu na tuongoze katika maisha yetu ya kila siku. Masomo yetu ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 18 aya 9 hadi 18. Na somo la Injili linatoka katika Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 16 aya 20 hadi 23. Katika masomo yetu ya leo tunakumbushwa kuhusu matukio mawili muhimu katika maisha ya mwanadamu, ambayo ni kuzaliwa na kufa. Katika tukio la kwanza ambalo ni tukio la kuzaliwa, tunaona kwamba ni tukio ambalo linaleta furaha kubwa. Lakini kwa upande mwingine, tukio la kifo ambalo ni tukio la upande wa pili linaleta huzuni na majonzi. Kwa sababu gani? Kwa sababu hakuna ajuaye saa wala wakati wa mwisho wa maisha yake. Mara nyingi mtu anapofariki, ndugu zake wanaingia katika huzuni, huku wakijua, wengine wakiwaza hawajui hata anapokwenda. Ndio maana wengine wanakosa matumaini, lakini ndivyo ilivyo. Katika Injili ya leo, Yesu anawaambia wanafunzi wake kuwa bado ana mengi ya kuambia, lakini wakati wake wa kuondoka umefika. Tunaposema wakati wake Yesu wa kuondoka umefika, sio kwamba hatumaanishi kwamba Yesu anakufa, kwa sababu alikufa na akafufuka na hawezi kufa tena. Hivyo anaposema kuondoka, anamaanisha kwamba wakati wake wa kurudi kwa Baba, yaani kupaa kwenda kwa Baba, unakaribia. Bila shaka Yesu angependa kuendelea kuwa pamoja nao, lakini anakubali kwa hiari mapenzi ya Baba yake. Hata hivyo, Yesu hawaachi wanafunzi wake yatima. Anaahidi kuwatumia mfariji, yaani Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ambaye atakuwa msaada wao, atawaongoza katika kweli yote, na atalifanya jina la Yesu litukuzwe kati ya watu wote. Kupitia Roho Mtakatifu, wanafunzi wanapata nguvu, hekima na faraja ya kuendelea na utume wao. Nasi leo tunapoanza novena ya Roho Mtakatifu, tunaalikwa kufungua mioyo yetu ili Roho huyu afanye kazi ndani yetu, atuimarishe katika imani, atutie moyo wakati wa majaribu, na tuongoze vile vile kuelekea katika maisha ya utakatifu. Pia kwa namna moja au nyingine, tunaalikwa kumwomba mama Bikira Maria mama wa Fatima atuombee mbele ya mwanae Yesu Kristo, ili tuweze kuishi maisha yanayompendeza Mungu na kuwa mashuhuda wa kweli wa Injili. Ulikuwa nami Frateri Evagro Baraka kutoka katika seminari ya Mtakatifu Yosefu Alamano, Morogoro. Tumsifu Yesu Kristo na kutakia siku njema. Hallelujah, hallelujah.